kuvunjika ndani ya maisha yako. Kuna laana na kuna vita ambazo umekuwa ukipitia ndani kama Mkristo, lazima zinaenda kuvunjika katika jina la Yesu. Ninahubiri kuhusu mafuta. Wakati Mungu alipokuwa ananenea the all week, kile nitakachonena siku ya leo, the God Almighty was specific. Akawa anasema kanisa lile ambalo unachunga linahitaji mafuta ili likapiga hatua. Wamama wanahitaji kuwa anointed, wazee wanahitaji kuwa anointed. And I'm so happy today kwa sababu zile vita ambazo zilikuwa zimekushinda katika maisha yako, oh my God, today lazima zitalipuka, zitasambaratika katika jina la Yesu. Kuna watu wamekuwa na maswali katika maisha yao, ni lini Mungu nitainuka, ni lini Mungu nami nitajulikana. Mungu amesema this is the hour, this is the day, this is the month, and this is the year. Wapi shangwe na vigelegele? Ninashukuru Mungu sana. Mke wangu akawa ananiambia leo asubuhi, oh my God, nimesikia Roho wa Mungu akiniambia nianze kushona official clothes za kwenda nazo ikulu, za kwenda nazo kwa wabunge na kwenda nazo kwa watu walioheshimika. Nikasema oh my God, I endorse it. What? Because the hour is coming. Hata manguo zenye uko nazo utachange your wardrobe, because watu unaokutana na wao ni watu wa heshima. Ni watu wa heshima. Hauwezi enda kwa ofisi ya governor na umevaa fagara fegere. Lazima ukue presentable. Yeah? Mbajirani yako today is going to be powerful. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka bila kupoteza muda tuende moja kwa moja in the book of Mark chapter 6 from verse 13. In the book of Mark chapter 6, Mark chapter 6 verse 13. Maandiko inasema Mark chapter 6 verse 13, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, na kama katikati yenu kuna mgonjwa, waite wazee wa kanisa wawaombee. Baada ya kuombea wafanya nini? Wawapake mafuta. The anointing of God brings down the healing. Praise the Lord. Mafuta inaleta uponyaji kwa maisha yako. And today we are going to have anointing. And you are going to be shocked with what the Lord is going to do in your life. Some of you just need to be anointed and your life will change forever. Bwana asifiwe. Munahitaji tu mutiwe mafuta katika maisha yenu, na maisha yenu itabadilika kabisa katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The manifestation of the anointing. Number one, the anointing of God brings down wisdom. When you are anointed, then the wisdom of God, it will dwell in you. You will be a man full of wisdom because of the anointing. Praise the Lord. Hallelujah. The anointing of God brings down the understanding of the word. And having access of the answers of your life. The anointing of God. Hallelujah. It gives you the ability to partake the spiritual blessings in your life. The anointing of God. It helps you to make a wise decision. The anointing of God. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible tells me the anointing of God breaks every yoke in your life. Kwa mafuta kila nira uvunjika.
haijalishi ni nira aina gani. Maandiko inasema kwa mafuta kila nira huvunjika. The anointing of God. And today we are going to have anointing service. And some of you, your life is going to change internally until when Jesus will come to take you home. The power of anointing. I can remember the first person who anointed me right now. I'm not anointing you because you know how to pray. No. I'm not anointing you because you know how to preach. No. The anointing of God will teach you how to preach and how to pray. So maandiko inasema ya kwamba na kuna mgonjwa katikati yenu, na mkamlete mbele ya wazee wamwekelee mikono. Na maandiko kuwekelewa mikono, Biblia inasema na wapakwe mafuta. Na kama walikuwa na magonjwa, Biblia inasema yale magonjwa inatoweka. Kama walikuwa chini ya umateka, ile umateka inaondoka. Kama walikuwa chini ya laana, hiyo laana. So maandiko inasema ya kwamba na kama kuna mgonjwa katikati yenu, mkamlete mbele ya wazee wamwekelee mikono. Biblia inasema baada ya mikono, maandiko inasema ya kwamba na kama kuna mgonjwa katikati yenu, na mkamlete mbele ya wazee wakamwekelee mikono, wakampake mafuta, na yale magonjwa ambayo iko ndani mwao itaondoka. Wakati maandiko inapozungumza magonjwa, haisemi tu kansa peke yake, haisemi tu ukimwi peke yake, haisemi tu upofu peke yake. Kuna magonjwa ya moyo. Watu wanagonjeka ndani ya mioyo zao. Unapoona amevaa vizuri, si eti ni kupenda kwao, ndani ya mioyo zao wanaumia, lakini wanataka tu wakae vizuri kwa sababu ya heshima ambayo wako nayo. Biblia inasema ya kwamba baada ya wazee kuwekelea mikono, baada ya wazee kuwapaka mafuta, yale magonjwa itaondoka. Ndio maana maandiko inasema in the book of Isaiah chapter 61 verse 60, maandiko inasema na Roho Mungu yu juu yangu, amenitia mafuta kutangaza mwaka wa Bwana, kutangaza walio kwenye umateka kufunguliwa kwao. Listen to me somebody. Nimetumwa na Roho Mungu nikuje nitangaze wale waliozaliwa wakiwa ndani ya laana, laana zinaondoka. Wale wamekaa Nairobi katika maisha ya kubahatisha, nimetumwa na Mungu nitangaze. Leo ni siku yako ya ukombozi, ni siku yako ya kuangaziwa. Piga Yesu shangwe na vigelegele. Ni siku yako ya kuangaziwa. Nasikia niseme nini mpendwa? Ikafika wakati Mungu akamwambia Samueli, nataka uende kwa nyumba ya Jese. Kwa nini ninakutuma kwa nyumba ya Jese? Mimi nimemkataa Sauli, lakini nimejichagulia mfalme. Biblia inasema Samueli akaenda katika nyumba ya Jese. Alipofika pale, Biblia inasema Jese alikuwa na vijana 8. Akapitisha wote mbele ya Samueli. Biblia inasema Samueli akauliza, hawa ndio watoto wako wote? Jese akasema, jamani, kuna kengine. Hata hakukaita jina, akasema kuna kengine, lakini akako hapa, kako kule porini kanachunga kondoo. Biblia inasema Samueli akasema, ibada itaendelea mpaka kenye umeita kaletwe. Nisikilize mpendwa, Jese hakukuwa na mtoto msichana, alizaa vijana peke yake. Wakati alikuwa anatafuta msichana, na Daudi akapatikana. Nisikilize mpendwa, huyo aliyekataliwa ndio ule Mungu alikubali. Ndio maana Daudi anasema katika Psalms, mama na baba wanaweza wakakukataa, lakini Mungu wa mbinguni hawezi akakukataa. Baba yake alikuwa amemkataa, mama yake alikuwa amemkataa, lakini nasema nini mchana wa leo? Haleluya! Licha na mama na baba kumkataa, mafuta ya Mungu haikumkataa. Licha na mama na baba kumkataa, Samueli hakumkataa. Licha na mama na baba kumkataa, upako haikumkataa. Nisikilize mpendwa, ni
heri ukataliwe na ulimwengu lakini ukuwe chini ya mafuta. Ni heri ukataliwe na watu lakini ukuwe chini ya mafuta. Nasikia Roho Mungu akiniambia watu watakapoanointiwa leo, vipawa zao zitainuka, maisha yao itainuka, biashara zao zitainuka. Watu waliojulikana kama maskini, upako itaondoa umaskini na utajiri utaingia. Yale maneno ninayozungumza ni roho na inaumba. Kayole Kayole lazima itajulikana. Mtumishi wa Mungu alitumwa mjuu Nairobi. Sema Nairobi. Baada ya Daudi kuanointiwa, maandiko inasema kupakwa tu mafuta mara hiyo na akatoka akaenda kufanya kazi kuwa mfalme. Hapana, Biblia inaniambia ya kwamba Daudi alipakwa mafuta lakini alirudi katika kazi yake ya kuchunga kondoo, alirudi katika kazi yake ya uchungaji, lakini mafuta imekelewa juu yake. Biblia inasema ya kwamba ikafika wakati roho chafu ikamuingia yule jamaa anaitwa Sauli. Wakatafuta mtu Israeli mzima anaweza kuja kucheza kinanda katika State House ili Sauli apone. Hapakupatikana mmoja mpaka wakati Daudi aliitwa, akaja akaanza kupiga zeze, akaanza kucheza kinanda, na hiyo roho iliyokuwa ndani ya Sauli ikamuondoka Sauli. Why? Because of the anointing. Daudi alikuwa anacheza lakini ako chini ya mafuta. Daudi alikuwa anapiga lakini ako chini ya mafuta. Waimbaji wetu, mnahitaji mafuta ili nyimbo zenu zipenye. Mnahitaji mafuta ili maombi ikapenye. Unahitaji mafuta ili laana za nini mpendwa. Hata wewe unaangalia familia yako, angalia nyumba unaishi ndani. Yani shetani amefanya nyumba yako imekuwa kiwanja cha magonjwa. Yani kama si mtoto wako ni wewe, kama si wewe ni mme wako, kama si mme wako nyumbani Oshago mama yako ni mgonjwa, mara si miguu, mara si mkongo, mara si kichwa. Yani magonjwa imefanya nafasi na kiwanja katika jupoma lenu, katika nyumba yako. Leo sitaama, leo sitaachilia, leo sitaachilia katika jina la Yesu. Maandiko inaniambia kwamba Mungu akaambia Zerubbabel, it is not by mighty nor power but by the Holy Spirit. Listen to me. Nasikia tukupaa juu, because it is not by mighty nor power but Mungu atakutia mafuta katika maisha yako. Kuna uchawi ndogo hautapigana nayo, itamalizwa kwa mafuta. Kuna vita ndogo hautapigana nazo. Nataka niseme kanisani, tafadhali, wale watu waliotoka kanisani wakaenda, wachana nini na wao. Wewe focus. Wakati unaporudi unawaongelelea, wewe pia utakuwa kama wao. Wewe piga hatua mbele, wewe endelea mbele, kwa sababu baraka zako ni nyingi. Mungu anataka kutumie mpendwa. Ninaona wamama wakiamuka, ninaona vijana wakiamuka, ninaona leo wakiamuka. Hawatakaa chini ya upweke tena, wamekuwa lonely every years. Natangaza leo mfariji wa karibu, Roho Mtakatifu anashuka juu yako. Maandiko inaniambia baada ya Daudi kuanointiwa, Roho Mungu alishuka ndani mwake. Roho Mungu akatembea na yeye, Roho Mungu akamuinua. Natangaza mafuta ifanye kazi leo katika maisha yako. Wale waliokuzoea kama Amos wataona different man. Wale waliokuzoea kama mama wataona different woman. Wale waliokuzoea, oh my God, kuna laana zinavunjika, kuna uchawi inavunjika, kuna
anasema leo inavunjika. Hata wewe ulienda kwa madhabahu na haukujua hiyo madhabahu ni agiza, leo itavunjika na kuachilia maisha yako. Lazima leo utabarikiwa. Nisikilize mpendwa, kama bado hujaoa ama bado hujaolewa, haleluya, kama bado hujaoa ama bado hujaolewa, nisikilize leo, utabarikiwa ndiposa uende uoe. Utabarikiwa ndiposa uende uolewe. Ninatangaza leo mpendwa, kama kuna laana juu yako, anza kuona zikibadilika zikiwa baraka, zikibadilika zikiwa baraka. Aliyenena laana leo inabadilika. Aliyesema kuna mahali utaenda, natangaza kuna mahali utaenda. By the authority, by the authority, by the authority, by the authority, by the authority. Kama ilipangwa juu mbinguni na Mwenyezi Mungu, kama iliandikwa ndani ya kalenda, kupitia kwangu utabarikiwa. Sitaki mimi nishikilie chochote. Leo nitaachilia ubarikiwe, nitaachilia uende uinuliwe, nitaachilia uende ujenge. Hakuna vizuizi tena. Hizo vizuizi vinalipuka, vinachomeka leo na kuachilia maisha yako. Angalia vile watu wanang'ang'ana, angalia vile wazee na wamama wanang'ang'ana. Biashara imekuwa mwamba. Natangaza leo hiyo biashara imekuwa mwamba. Lazima leo itatoa maji, lazima leo itatoa maji. It is not by might nor power. Na laana kwa hii madhabahu, yeyote aliyesema hii madhabahu kuna mahali itaenda, kupitia hii mafuta hiyo laana ivunjike. Ninatangaza ivunjike. Haya madhabahu yakombolewe, haya madhabahu yainuliwe. Natangaza madhabahu za wazee wa nyumba 10 Kayole hazina mamlaka leo, lazima leo zivunjike. Madhabahu shakarabakaka limosabanda rebelaga, hiyo madhabahu ichomeke. Natangaza huduma hii kainuke kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Huduma hii kainuke leo. Starting from today, anyone that is going to serve on this altar, we are going to flow in the same anointing and in the same spirit. From today, hakuna strife, hakuna mabishano, hakuna dhambi. Na kuambia leo, shariba ganto, ripopo sakila magante, lapo shakati, repli magante, ropo sikete. Ninaona nyungu ya uchawi, waliandika majina ya kanisa, wakaenda wakaika ndani. Natangaza leo ichomeke, natangaza leo ichomeke. Iwe iko ukambani, iwe iko kwa mto, iwe iko ndani ya sewage. Kanisa hili linatoka ndani ya uchawi, ndani ya Freemason, ndani ya laana. Sema yay! If you know you are a worshiper, don't stay there, join them. Something is shifting in the spiritual realm. Baba, katika jina la Yesu, nimewapaka mafuta kama wahuduma kwa madhabahu yako. Na mimi natangaza kuanzia leo, kama kuna mtu miongoni mwao anang'ang'ana na dhambi, hiyo dhambi inakamatwa leo. Kama kuna mmoja miongoni mwao anang'ang'ana na madhabahu za giza, kupitia hii mafuta zianze kulipuka na kuachilia maisha yao. Natangaza ukombozi. Huduma wao utafanya kazi kupitia hii mafuta ya karabaganta lamaga, ya karinta labaganta, ya kazoto loboganta. Inaachilia upako, inaachilia upako, inaachilia upako, inaachilia upako, inaachilia upako, inaachilia upako ya karabaganta, inaachilia upako, inaachilia upako. Inua mikono zako juu. Hiyo ni neema inashuka, hiyo ni upako inashuka, ndio inashuka, ndio inashuka, ndio inashuka. Laana inavunjika, 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 inavunjika. Achia maisha yao. Rapakata, ripokata, ripekete, ripakata, ripakata. Naachilia fire, naachilia fire, naachilia moto. Shantalala bagantori la la baga. Oh yes. Sauti zao ziwe anointed. Sauti zao ziwe anointed. Sauti zao ziwe anointed.
the anointing of God. Happy Mama Caroline. Mama Caroline ako wapi? Achukua mtoto. Sio Victoria. Nataka ukue hapa. Songa nayo kwa nyuma. Ina mkono zako juu kwa jina la Yesu Kristo. Shatalabagato lilalabaga. Shatalabagato. Wapi Amos? Jo. Give me the anointing. Thank you. Nitakupaka mafuta na umwamini Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Mkono zako juu kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu na ufunge macho yako. Ya karifa ganto limaganta. Baba, katika jina la Yesu inatangaza kupitia mafuta haya hata kufungua watu wako Jehova. Inatangaza kila laana zivunjike, kila umateka ivunjike. Wengine wao maisha yao imekuwa kung'ang'ana na kubahatisha. Leo unatangaza moto ya karabaganta, ya kalelegete. Baba, na wafungua leo. Laana vunjika, uchawi inavunjika. Ndio inaachia maisha yako, inaachia maisha yako, inaachia maisha yako, inaachia maisha yako, inaachia maisha yako. Inachomeka, 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 inachomeka. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Vipawa ziachilie, anga iachilie. Ya karabaganta. Nifanye
tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange. Shakatala baganta. Roho Mungu yuko mahali hapa. Roho Mungu anatembea mahali hapa. Katika jina la Yesu, inua mikono zako juu. Kila mtu inua mikono zako juu. Kila mtu inua mikono zako juu. Inua mikono zako juu kila mtu. Raise up your hands. Raise up your hands and surrender before the Lord. Mungu anahudumia maisha yako. Anahudumia maisha yako. Anahudumia maisha yako. Right now. Tazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange. Nifanye kama wewe, unifinyange, wakinitazama, wakuone wewe, unifinyange, wakitazama maisha yangu, wakuone wewe, unifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, wakinitazama, wakuone wewe, unifinyange, wakinitazama, wakuone wewe, unifinyange. Asante Bwana. Baba, kile ulichotaka nifanye kama mchungaji wa madhabahu haya nimefanya. Nimeanoint sehemu hii, nimeanoint watu wako, nimeanoint madhabahu, nimeanoint iploti. Sasa kazi imebaki kwako Bwana. Tuonee rehema kama kanisa na utuinue. Thank you, Lord. Shika tu mkono. Kama unaweza shika tu. Hiyo ni utajiri ninaachilia leo. Hiyo ni neema ya kuhubiri naachilia. In the mighty name of Jesus. Receive what belongs to you. Receive the grace. In the mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, wengine wao wameshika mikono hii na ni wafanyi biashara
Natangaza biashara zao zikapenye. Wengine wako na shida ya mashamba zao zikapate neema. Wengine wanapitia vita tofauti. Baba, naachilia ukombozi, my Father. Bible inasema kupitia mikono uponyaji unaingia. Nami natangaza kuanzia leo neema ikuwe kwa maisha yao. Waende wabarikiwe, milango zao zifunguke, ndoa zao zikapone. Wale hawana kazi waende wapokee kazi katika jina la Yesu. Ninawatabiria baraka, na watabiria neema, na watabiria kibali kuanzia siku ya leo. Miguu zao zibarikiwe. Ya karabaganta ripokekegeraba rintala masevente. Right now, receive your blessings, receive your miracle, receive the grace of God starting right now. Enda na unawiri katika jina la Yesu nimeomba. Thank you. Naenda kiti. Yes, Lord. Inua mikono, Baba, yote yanaweza. Alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Bwana, yote yanawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Bwana, yote yanawezekana. Yesu alipo, alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Bwana, yote yawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Bwana, yote yawezekana. Tunazimba